Yesu. Biblia inasema Yohana 3:36, amwaminie mwana yuna uzima wa milele, asiyemwamini mwana hataona uzima, bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Ghadhabu ya Mungu inamkalia mtu yote ambaye amemkataa Yesu na atahukumiwa. Kuna hukumu ambayo imewekwa. Kuna hukumu ambayo imewekwa. Kuna hukumu. Maandiko yanasema, na iwapo mtu yote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Ziwa la moto ni sehemu ya kila mtu ambaye amekufa bila Yesu. Ziwa la moto ni sehemu ya mtu yote ambaye amekufa bila Yesu Kristo. Ziwa la moto ni sehemu ya mtu yote ambaye amekufa bila Yesu Kristo. Ziwa la moto ni sehemu ya kila mtu, ya mtu yote ambaye amekufa bila Yesu. Ziwa la moto, Jehanamu, ni sehemu ya mtu yote ambaye amekufa bila Yesu. Haijalishi alikuwa Mkristo, mpagani, haijalishi alikuwa Muislamu, alikuwa nani, ni sehemu ya mtu yote ambaye amekufa bila Yesu Kristo. Ndio maana maandiko yanasema, heri ni wafu wafao katika Bwana. Heri ni wafu wafao katika Bwana, wapate kupumzika baada ya taabu zao. Heri ni wafu wafao katika Bwana. Heri ni yule ameondoka kama amemjua Yesu, ameokoka, ameondoka akiwa na imani ya Kristo katika maisha yake. Heri ni mtu yule ambaye ameondoka akiwa na Yesu Kristo katika maisha yake. So lazima ujiulize, wewe ukiondoka kwa hii dunia unaenda wapi? Wewe ukiondoka kwa hii dunia unaenda wapi? Unaenda wapi? Unaenda Jehanamu ama unaenda mbinguni? Yesu anasema, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mimi nashangaa sana vile watu wanajua dini zao, vile watu wanajua madhehebu zao, vile watu wanaongelea dini zao kwamba dini yake ndio ya maana, dhehebu lake ndio la maana, dini yake ndio ya kwanza. Wanasahau kwamba hakuna dini itakayemuokoa mtu, hakuna dhehebu itakalomuokoa mtu. Wanamwacha Yesu Kristo ambaye ni mwokozi wa ulimwengu. Yesu ndiye Bwana wa uzima na mwokozi wa ulimwengu. Yesu ndio Bwana wa uzima na mwokozi wa ulimwengu. Yesu ndiye Bwana wa uzima na mwokozi